Abantu baitu Nyanzurago Mbuyamore naende. Muko salama? Asante, mimi nashukuru. Hasa mbunge wetu Mheshimiwa Zahir. Sababu vile amesema tunafanya kazi naye huko bunge. Mimi sio mdosi yake, mimi ni comrade ama colleague wake huko bungeni. Lakini kama iko uchaguzi mulichagua kiongozi, ni uchaguzi uliopita wa 2022. Sababu huyo Zahir wakati alichaguliwa akaingia bunge, tukamuona ni kijana mwenye bidii sana. Simesikia Alan Chezanga akisema muliacha wengine warefu mkachagua mfupi. Lakini ni mfupi, anaona na kuangalia kazi ya watu wa hapa vilivyo. Na nashukuru sababu wakati alichaguliwa tukamweka kwa kamati ya barabara. Hata mimi mwenyewe nikitaka kutengeneza barabara huko kwetu, yule mtu naambia niangalilie mambo yangu hapo ya barabara kwa komiti ni huyu mbunge wenyu Zahir. Na mnajua vile vile mambo yenyu ya hapa hajaacha nyuma. Mnajua rais alikuja akawaahidi barabara hii ya hapa Birongo kuja hapa Nyanzurago, na huyu Zahir amefanya bidii, amesukuma rais hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyanzurago, barabara ambayo itagharimu shilingi bilioni 3 is already advertised, na hivi karibuni award ikipeanwa. Simuliona wa Chinese walikuwa hapa juzi kukagua, contractors wa Chinese. Award ikipeanwa, hao contractors watakuja na mheshimiwa rais mwenyewe ama naibu watakuja waanzishe rasmi ujenzi wa hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyanzurago. Kuna ile ingine pia ya Keumbu kwenda Ibeno, hiyo pia mheshimiwa Zahir amesukumana nayo kabisa, pamoja na ile ya Kigati kwenda mpaka Mariba. Hizo barabara zote huyu mheshimiwa Zahir amesukumana nazo na anatufanyia kazi mzuri sana, sio tu kwa watu wa hii constituency, hata pia kwa taifa la Kenya. Ndio nimewaambia safari hii mulipita mtihani kwa uchaguzi. Mtaanguka mtihani siku nyingine. Mtasimama na huyu kijana wa kazi. Mtasimama na yeye. 2027 mtasimama na yeye. Mmesema akae kwa serikali ya Kenya kwanza, aendeshe kazi ya barabara, aendelee. Mnakumbuka pia rais akiwa deputy president, huyu Zahir akiwa kijana tu wa mtaani alileta rais hapa akawaahidi mambo ya KMTC, na wakati amechaguliwa tulisukumana naye bunge. Najua ameweka milioni 20 ya ile KMTC ambayo rais aliwaanzishia, na najua anapambana kupitia kwa KMTC huko Nairobi. Hiyo KMTC itawekwa pia equipment ya karibu milioni 117 ili KMTC yenyu iwe functional na isaidie watu wa hapa na Kisii County kwa jumla. Na sio hayo tu, huyu Zahir pia wametembea na rais. Mnajua ni rafiki ya rais. Amepambana akasumbua rais sana, wakatembea nje ya nchi, wakatafuta pesa karibu shilingi bilioni 4.7 4.7 billion ya kujenga a cancer center ambayo mnajua inaendelea hapa Kisii. Huyo kijana ni bidii, sio bidii? Ni mtu wa bidii. Na sio hiyo tu, nyinyi mnajua hapa nyuma ya hema hapa Nyanzurago, siko soko inaendelea hapo. Birongo iko soko, Keumbu iko soko, Bodoracho iko soko, Kiogoro iko soko. Hizo ni soko ngapi? Soko 5 ambazo zitajengwa hii constituency, ikiwemo baadhi ya masoko zingine ambazo zitajengwa hapa Kisii County, pamoja na affordable housing. Mnajua National Polytechnic yetu hapa na Kisii University institutional housing under the affordable housing project, mnajengewa nyumba za wanafunzi, nyumba 5,000 ambazo zitahakikisha wanafunzi wa National Polytechnic na wale wa Kisii University wako na mahali pasafi
mahali pa kuishi, nyumba ya kisasa na ya kifahari. Zahiri anafanya afanye? Mumesema aendelee asiendelee? Na na William Ruto na Kindiki ama apige kona? Aendelee na wao kwa hii serikali. Na mimi nataka nimshukuru Zahiri pamoja na viongozi wengine hawa wabunge wenyu wa Kisii na Nyamira ambao wote tumejumuika nao hapa, sababu hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua, na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila, hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki, zile siasa mnaona zinaendelea mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Nyinyi mmejionea jana kwa runinga, mbunge mwenye amechaguliwa anapanga njama ya vile atajiteka nyara ili aseme ametekwa nyara sijui na nani ama nani, na yeye mwenyewe ameenda kulala kwa hoteli na watu yake na mipango yake ya kando huko. Alafu anaamka asubuhi, anatoka kwa hoteli, anaenda kulala kwa shamba la kahawa, analarua nguo zake, anasema ameteswa. Na mimi nataka kuwauliza hata madaktari wetu, na nilisema jana kwa bunge, hata madaktari wa Karen Hospital ni lazima waajibike na waweke ile kiapo wamekula kama madaktari. Wasikubali hospitali yao kutumiwa kufanya mambo ya ukora, mambo ambayo ni ya kujaribu kuleta vurugu, fujo nchini Kenya. Sababu wale wa kupanga mambo ati njama ya kujiteka nyara ni watu wa kutaka kueneza ile siasa ya chuki, siasa ya makasiriko, siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, ile siasa ya kuturudisha nyuma. Hao ndio unaona wakisema eti tukienda kufanya economic empowerment kama hii Mheshimiwa Zahiri ametuita hapa, tumefanya makosa. Jameni, abantu vaitu tumefanya makosa kuja hapa? Tuendelee na empowerment, tusiendelee? Na sababu hawaelewi mambo ya economic empowerment yenye tunafanya ni sababu hawakuelewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Tukawaambia, na nakumbuka tulikuja hapa Nyandurago na rais 2022, akawaambia mama mboga atajengewa soko ya kisasa. Si soko ni hizo tunasema hapa Nyandurago inajengwa? Hawakuelewa pia hizo soko zikikamilika, zinapoendelea kujengwa, lazima tutayarisha wafanyabiashara ambao watakuwa na stock ya kutosha ya kuweka maduka kwa hizo masoko za ghorofa ambazo zinajengwa. Kweli si kweli? Lakini walifikiria hizo masoko zitajengwa alafu watu watoke Nairobi wakuje Nyanturago, mama mboga wa Nyanturago, kijana wa Nyanturago akose stall ama duka kwa soko ya Nyanturago, mimi nitoke Nairobi nikuje kuweka soko hapo, duka hapo. Mnataka sini mama mboga hapa akuwe na stock ya kuweka duka hapo? Hiyo ndio sababu tumekuja hapa leo, na ndio sababu tunazunguka Kenya mzima, kila mahali soko zinajengwa, tukifanya economic empowerment ili tuhakikishe wa mama mboga ambao wako hizo sehemu, vijana wenye wako hizo sehemu ambao ni wachuuzi wadogo wadogo, wamepata pesa kwa group zao zaidi, waongezee stock so that they become shop and stall owners, because that was a bottom up economic transformation agenda that we sold to the people of Kenya. And I have said
the bottom-up economic transformation agenda was not a campaign slogan. It was a plan. That is why our manifesto was christened the plan, the bottom-up economic transformation agenda. And we were deliberate on construction of markets and also empowering our small-scale traders, our mamambogas, our boda riders, our hawkers, to empower them to have adequate resources and adequate capital so that they become stall and shop owners who will own shops and stalls in the markets that we are building. Kwa hivyo wale mnasikia na uchochezi huko Nairobi, wao ndio wanachochea, wakiona Kimani Ichung'wah Kiambu, wamuone Nyeri, wanasema economic empowerment inafanywa Mlima Kenya peke yake. Hapa Kisii kuna Mlima Kenya? Si tumekuja empowerment. Kesho tutakuwa huko Uriri, kesho kutwa huko Migori, kesho tuko Malava na Mgwen Nandi, kesho kutwa iko group ingine iko Tetu Nyeri, hiyo siku ingine Meru. Hiyo kazi yote inaendelea Kenya mzima, ni mpango wa kazi ambayo tuliwaahidi, na sisi tunataka tuendelee na hiyo kazi. Wale wa siasa ya chuki, wale wa siasa ya uchochezi, hawa kujiteka nyara, mimi nataka nikubaliane na Mheshimiwa Osoro. Na nashukuru Mungu hakuna kiongozi wa hapa Kisii ama Nyamira ameshikana na hawa watu wa siasa ya uchochezi. Sababu nakubaliana na Mheshimiwa Osoro, hawa wanayefuatana hivyo wanakusanywa, wanaambiwa jiteke nyara. Mujichunge, sababu yule mtu wa roho nyeusi, yule mtu wa siasa ya ukabila, yule mtu wa siasa ya uchochezi atakuja kuwadhulumu, hata awapotezee maisha yenu, awaue ili ashinikizie polisi ama serikali. Mujichunge nyinyi ambao mnatembea na huyo mtu. Huyo mtu tuliwaambia ni roho chafu, ni roho nyeusi ya uchochezi. Mtu anaambia Wakenya eti ile maafa tulipata mwaka wa 2007 ati hiyo ilikuwa ni kama Christmas party. Wewe kama ni kiongozi unasimama kuwaambia Wakenya maafa waliopata mwaka wa 2007-2008 ati was a Christmas party, wajitayarishe mna maafa zaidi. Shame on you. You do not deserve to be a leader anywhere, leave alone in Kenya. Even in that small village of yours, you do not deserve even to be a village elder. You are a shame and an embarrassment to the people of Kenya. Ni kweli si kweli jameni? Si nyinyi wa Kisii mumejazana Kenya mzima? Kikuyu niko na jamii ya Mugusii, watu ambao tumeishi na wao. Niko na kijana anaitwa Mogaka, amekuwa jirani yangu nyumbani kijiji tangu mimi nikuwe mtoto. Mwaka wa 2007-2008 hakuna jamii haikuumia Kenya. Wakisii mliumia, hamkuumia? Mliumia. Watu wakapoteza maisha, biashara zikaharibiwa, manyumba za watu zikaharibiwa. Lakini wewe leo unasimama unatuambia ati ile ilikuwa ni dance ya Christmas party, tujitayarishe maafa zaidi mwaka wa 2027. We want to tell you, shetani wa maafa, shetani wa ukabila, shetani wa uchochezi, ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Huyo shetani ameshindwa. Na wewe ambaye sasa hata nasikia wako na chama inaitwa The Devil Can Pretend. Simesikia hiyo chama inaitwa The Devil Can Pretend? The devil can continue pretending, but the people of Kenya will remain one united, prosperous nation focused on the bottom-up economic transformation agenda to uplift their livelihoods. Si ni kweli jameni? Mimi wacha nikomeshe hapo. Najua kiongozi wetu naibu wa rais karibu afike, na tutaomba msamaha wengine mkiona tukiondoka, ni sababu tuko bunge na lazima we chew gum and scale the stairs at the same time. Tukuje hapa mashinani tuungane na nyinyi na turudi tuseme bunge, si ndio? Nikifika bunge afternoon nipeleke salamu zenyu.
Niwaambie nyinyi, mumesema mko ndani ya hii serikali, mko ndani ya mapembeni, mko ndani katikati. Nikiona rais jioni, nimwambie nyinyi, mumesema Zahir akae na yeye ama akae kando? Akae na yeye. Na nyinyi 2027 huyu Zahir mwenye anajengea barabara, mwenye anajengea masoko, mwenye anajenga cancer center wakiwa na rais, mwenye anajenga manyumba, mtamkumbuka jameni? Mtamkumbuka? Na Rais William Ruto mtakuwa na yeye? Hebu nione wenye watakuwa na Rais William Ruto na Zahir. Asanteni, mimi na mimi, ili wale wanasema waendelee kusema, si ndio? Wale wa matusi waendelee na matusi, na sisi tuendelee na bottom. Na mimi nimekuja na mchango yangu ya bottom up ya shilingi milioni 1, na Mungu abariki. Asante sana leader.